Dhambi ya Anania na Safira katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 5 haikuwa kutokuleta fedha yote ambayo waliahidi kanisani, bali ilikuwa ni kumwambia uongo Roho Mtakatifu. Labda wangekuwa uwazi katika kile kidogo ambacho wangekileta, wasingeingia katika kile ambacho kiliwapata. Unajua, ni heri kutoa kidogo lakini kwa uaminifu. Kitabu cha Luka ile sura ya 16 mstari wa 10, Biblia inaeleza kwa uwazi. Unajua, ni bora kuwa mwaminifu katika kidogo, alafu Mungu aje kukuweka kuwa mwaminifu katika kilicho kikubwa. Kanisa halihitaji ahadi kubwa. Kanisa halihitaji ushuhuda wa kuvutia wala kupendeza. Kanisa linahitaji moyo wa kweli. Lakini kisa cha Anania na Safira ni funzo pia kwa viongozi wa kanisa, kuanzia mchungaji, wazee wa kanisa pamoja na viongozi wa huduma, kutokujenga huduma juu ya shinikizo la ahadi, kwa sababu Biblia haifundishi kulazimisha au kushinikiza nadhiri. Unajua, ni sadaka ya hiari ina nguvu kubwa kuliko ahadi ya kushinikizwa. Lakini katika kitabu cha Wakorintho ile sura ya 2 mstari wa 9 fungu la 7 tunajifunza kwamba sadaka ya hiari ina uwezo mkubwa au ina mvuto mkubwa zaidi kuliko ahadi ya kulazimishwa. Viongozi wa dini, jifunzeni kuepuka na kuondoa mazingira yanayochochea unafiki. Moja, wito wenye hisia kali katika matoleo. Lakini pili, mashindano ya nani anatoa zaidi ya mwingine au nani atatoa zaidi ya mwingine. Kutangaza ahadi za watu hadharani kwa kuwapatia heshima. Ili jambo utengeneza wakina Anania na Safira wa kimya kimya wengi sana ndani ya kanisa. Kumbuka, kazi ya kiongozi wa kanisa sio kukusanya fedha, bali ni kulinda dhamiri. Lakini mwisho, kumbuka kwamba kiongozi ambaye anapima Ukristo wa mtu kwa kiwango cha fedha, huyo ameshakwisha kupoteza dira ya Injili. Mungu akubariki.